Sasa usikujua nini bwana na wewe fundi? Nataka bomba lako. Shida ilikuwa hata sio bomba. Bosi yako leo unataka nini? Nataka bomba lako hilo. Nikumalize. Sasa madam, Hebu njoo bwana. Tukae hapo tuongee vizuri. Sasa usio ani unaogopa nini? Sikia. Yaani unajua nini madam? Ngoja kwanza, yani iko hivi. Kama kimeumana. Mimi naogopa ujue. Sasa unaogopa nini? Unaogopa nani hapa? Na wakati unajua kabisa Jordan hapa hayupo. Na wewe una mke. Okay. Mimi nimekuelewa, nitangia siku ile. Nimekuelewa bwana. Yaani shida unajua nini madam? Yaani ni kwamba mimi sasa hivi sina imani na wanawake. Ndio kweli. Unajua mwanamke ambaye nimeachana naye kanipa kofu ambalo sina kama itapona lini na itafutika lini. Unaweza kuamini kwamba kulifuta ile kovu ni mimi? Okay. Sasa hata mimi pia nimeumizwa. Lakini sasa tuna budi kupenda. Yaani hata kama umeumizwa kiasi gani lazima upende. Hata mimi pia nimeumia lakini mimi nakupenda wewe. Ndio. Nyie mapolisi mnakuwa na mambo mengi. Utajikuta huko unakuwa na mchumba mwingine tena polisi huko. Mara unaondoka hapa usiku unakaa miezi 6, sio miezi 3. Yaani sasa hivi nikiondoka tunaondoka wote. Alafu pia mimi nataka utoke pale unapokaa, uje ukae hapa. Tuna nyumba hii kubwa. Nakaa peke yangu tu hapa. Mimi sina hata mtoto. Au una mtoto? Hata mimi sijapata mtoto bado. Sasa ndio vizuri sasa tunakuja kuanzisha familia mimi na wewe. Madam Lucy unanipenda kweli au unataka? Kupenda kweli. Yaani mimi nakupenda kweli, unakuja unakaa hapa. Unahama kule unaswali unakokaa unakuja kukaa hapa. Maisha safi kabisa. Mimi nakuhudumia kila kitu, mimi la nazo. Okay. Mimi nakufanyia kila kitu unachotaka. Yaani utamsahau huyo aliyokuumiza. Kuisha wewe. Kuisha kabisa. Endelea bwana. Sawa. Yaani mwanaume unakuponga. Amna ujue. Sija, yani bado moyo wangu na maumivu, yani nachukia wanawake. Sana naona kama vile ndo wale, yani kiangalia jinsi nilivyoumizwa. Sio sikukuumiza. Okay. Umeelewa? Kweli? Yaani hata Jordan aliharibu yeye, sio mimi. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia usalama. Wewe toka kule, njoo. Kama kuna tatizo kule niambie, mimi naweza nikalirekebisha. Tukakaa sawa. Basi sawa. Kama itakuwa ni sawa. Mimi nimefurahi kwa kweli. Nimefurahi na mimi ni kuahidi kitu kimoja. Kama kweli uko serious na ile jambo. Unajua mimi mapenzi nimeona kama sasa ni ujinga mwisho wa siku. Mwanamke nilikuwa nimempenda, tumefunga ndoa kisheria. Leo anakuja kunicheat na mtu ambaye okay, anyway tusonge mambo mengi, lakini kama kweli uko serious madam, tufika mbali. Wala usijali. Nakupenda pia. Skola, mbona kupigia simu yangu upokei? Natuma message ya ujibu. Shida ni nini? Unajua Jordan, yani toka siku ile ulivyoongea hapo, ulivyotoka kaniachana na hela zako. Ni kweli nimeachana na yule mshangazi lako. Lakini sasa wewe nakujua Jordan. Wewe yule sio mwanamke wako wa kwanza. Kama sio wa 6 basi wa 7 na wa 8. Na wote tunachukuaga wana mipesa hivyo hivyo. Leo ndo mara yako ya kwanza kuchukua mwanamke kama mimi ambaye sijui hata kutafuta hela vizuri. Sijui kupambana. Sina pesa za kukupa. Tukapange chumba. Ukipata li mwanamke tena lenye mipesa, maana bado wapo mjini hapa. Ukaniacha. Mimi tena uniharibie maisha kwa mara ya pili. Babu, siko tayari. Sio hivyo Skola. Mimi nipo tayari kupanga chumba, kupambana, nikupambanie wewe. Sawa, nipo tayari kujituma. Mimi ni mtoto wa kiume. Sasa kwa nini kushindwe? Alafu, mbona siku ile tumeongea tu vizuri, tumemalizana, nimekuachia hela, tumekumbatiana kwa furaha. Sasa mbona umebadilika hivi? Nini shida? Ndio maana nakwambia nikakaa nikafikiria. Siku ile tu yani ulikuja nipo kwenye mood mbaya. Nilikuwa kwenye mood ya obvious kabisa. Lakini leo nina mood nzuri. Ndio maana nikapata muda wa kufikiria.
Baba wewe una uamuri wa kunenepeana. Wewe ukafanya kazi ngumu, wewe utakuweza? Ushazoea kulelewa. Leo eti ndio unataka kuniambia eti unanipenda sana wakati muda wote ulikuwa umengangania ndoa yako. Umeniharibia ndoa yangu ndio kunipenda sana. Kwa mshangazi kumebuma kichupa kimekujalia ndo sasa hivi turudiane nipange chumba. Hujanipata. Skola, so hivyo mimi nakupenda. Na ndio maana nakufuata mara kwa mara. Naomba nielewe tu kwamba tukaishi wote. Yule jamaa usinipigie kelele nitakujazia watu. Toka babu, sitaki kukuona na hiyo sura yako mbaya, sitaki kukuona, toka. Skola, kwani nini? Yule jamaa akali siwezi akakuoa wewe tena. Kasha kuacha na maana ile nafasi ya wewe kurudi tena kwa haiwezekani. Kwa naomba tu nikubali kwa sababu mimi mwenyewe nipo peke yangu, sina mtu hapa. Iwe ananirudia au hanirudia haikuhusu, ni maisha yangu mimi ndo nimechagua, sawa Kwa wewe hapa toka. Yaani mimi kurudiana naye kutokurudiana naye wewe haikuhusu hata kidogo. Fanya mambo yako. Hapo vipi? Shogangu naona hataki kunielewa na kitu kigumu kama bumunda. Wewe kaka, una shida gani? Nilikuwa naongea tu na huyu. Ni mara ngapi nimekuambia usikanyage hapa? Sawa dada, lakini nilikuwa naongea tu na huyu, mimi na shida naye. Nilishakukanya. Sitaki ukanyage nyumbani kwangu. Na sitaki mazoea na Skola. Sijui unanielewa? Okay. Jana umekuja hapa, nimekupa chance ya kuongea naye kistaarabu tu. Umeenda umempa F70 chako huko, sasa hivi umekuja hapa Dilu mlagai. Bro, nisikilize kwa makini. Ushamwharibia maisha. Muache akae chini, atafakari, ajue wapi alikosea, sawa? Kwa hiyo wewe kuja hapa isiwe suluhisho la kutaka kumchukua huyu. Sitaki uje nyumbani kwangu. Sijui unanielewa? Na siku nyingine ukija na kuchana huo uso na chana hiyo pua na ikusanya na masikio vyote. Samahani nakuomba. Namba niongee na wewe. Uenda utakuwa muelewa, utamuelewesha huyu ndugu yako. Okay. Sio ndugu yako, sio rafiki yako, utamuelewesha. Sitaki akanyage hapa nyumbani kwangu kuanzia leo mkiondoka hapa. Sitaki kuwaona nyumbani kwangu. Na umueleweshe vizuri kwamba mimi ni mtu wa design gani. Kwenye pita zako nadhani wewe mimi unanifahamu. Na unanifahamu vizuri kwamba nipoje. Kwa mwambie huyu hapa kwangu asije, nitakuja kumfanyia kitu kibaya, nitaishangaza jamii. Amwache huyu aishi maisha yake. Yeye afanye maisha yake. Sitaki haje tena hapa kwangu. Naomba ongee na rafiki yako. Anakusikia? Tufunga geti. Wanda. Acha kielekee. Alafu kitu kingine ambacho nilikuwa sijakwambia. Mimi na wahuni. Lakini yule mwanangu ana kikundi. Unajua mwanangu kile kikundi cha mafia ambacho wanasikiaga cha kina Gaddafi enzi hizo mwanangu. Huyo ana wahuni kila aina mwanangu. Yaani kitambaa cheupe wanapajua wote Sinza, sijui Sinza Mall kule mapato yote makubwa mwanangu yule. Hajui yani. Hakuna kitu ambacho hakijui. Mwanangu nishakwambia katika harakati. Hapa mwanangu nimeshachezea chaka. Alafu kitu kingine mwanangu. Usikule unang'ania nini mwanangu? Kuna wanawake wengine hamna. Haya, ulipata bahati mwanangu ya kuwa na mshangazi. Dakika za mwisho sijui kumtamani kitu gani sasa. Unapenda kulelewa dakika za mwisho sijui nini? Kimekutokea sasa. Unasemaje sasa mwanangu hapa? Sasa mimi nitafanya nini? Umechezea kwenye sheria kwa mshangazi. Kwa sababu ni askari amekuacha. Lakini najua kabisa alikuwa na uwezo mkubwa sana kufanya kitu chochote. Mwanangu hapa huyu achekeshi. Huyu ndo mwana. Mimi nikutangulia mjini mwanangu. Lakini hapa mwanangu mimi nanyua mikono hivi juu. Siingii hata nusu. Hata kitu kingine nikwambie tu. Siku nyingine ukitaka kuja, uje peke yako. Yakikutokea mwanangu mimi simo. Nimezama kwenye penzi la mahaba. Nimezama kwenye penzi la mahaba. Eti fundi baby. Yaani sijaamini vitu nilivyoviona kwako. Yaani nilikuwa nakuona mwembamba kumbe yani una mambo yako na wewe. Hamna. Mbona kawaida tu. Alafu nikwambie kitu. Ndio. Wewe mwenyewe sio haba. Okay. Kuna miondoko fulani hivi. Kama Kitaliano. Kama mtu wa Jamaica hivi. Jamani. Uendi kama unaenda. Sikufikii wewe bwana. Unajua mimi nilikuwa najiuliza. Mimi sikufiche.
Skola alinitesa sana moyo. Na nikaamini kabisa hakuna mwanamke mwingine zaidi ya Skola. Lakini kwa vitu ambavyo vimenipa hapa, nisiwe muongo, sije kuvipata sehemu yoyote. Unajua mimi nimekuwa kwenye misingi ya dini. Kwa hiyo Skola ndo mwanamke wangu wa kwanza mimi. Hakuna. Kwa hiyo nisije kutoka nje ya ndoa, toka nimeoa Skola. Lakini kumbe watu wa nje mkwe. Basi unaonekana wewe ni mwaminifu, basi uendelee kuwa mwaminifu hata kwangu, umesikia? Usiwe na hofu mamangu. Mimi yani kwanza paona kama angekewa. Okay. Kweli. Naona kama nimekota dodo kwenye mchungwa. Basi sawa sasa. Utakuja kukaa hapa. Okay. Yaani siku zote tutaishi hapa. Mimi na wewe. Na nitakuwa najenga kwenye kioo nitoa kuoga. Yaani kila kitu kitakuwa miliki yako, yani wewe ndio utakuwa, yani tunasema mwanamume ndio kichwa. Basi sasa wewe ndio kichwa cha nyumba hii. Ndio mimi hapa. Na kweli Mungu amtupe mja wake. Mimi nikushukuru kwa kweli, niende kushukuru na nikuahidi mazuri. Okay. Basi vizuri, na mimi nitapenda nikiwa na enjoy, kwa sababu unajua upweke ule nichosha sana. Mimi nikuahidi kwamba nitakuwa na wewe daima milele. Sawa, lakini baby. Yes. Ni kuhusu Jordan. Wewe na mwanzo kuongea na Jordan, tumeshakaa hapa. Yale nilikuwa nakwambia. Hapana bwana. Yaani tatizo ni zile pesa. Nikajua tunaenda kupata mambo yake tena, si Jordan si nini. Yule tasimkumbuki tena. Mimi nakumbuka tu pesa za watu, kwa sababu sasa yaani huwezi amini mpaka nimeenda mahali nimeenda kukopa pesa ili bado tunizirudishe kule kazini kwangu ili kazi yangu isije ikaribika. Kwa hiyo sasa nawaza kwamba nitazipataje ili kule nirudishe. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba usiache kumtafuta, unisaidie. Nikwambie kitu Madam Lucy. Eti Madam Lucy. Nikwambie kitu mke wangu. Mimi nikuondoe hofu. Sawa. Unajua bahati nzuri mimi nimekaa mtaani. Najua fisu za mtaani. Sisi. Mimi sipokei simu saa hizi. Sio simu yangu. Ni simu ya kazini. Umeona madam? Eti madam. Achana naye kabisa. Umesikia madam? Hapo najisahau eti madam. Unasikia mke wangu? Yaani iko hivi. Bahati nzuri mimi ni mtu wa mtaani. Sawa. Najua chochote za wauni. Mimi ni kupromise nitamtafuta Jordan kwa udi na uvumba na nitampata. Yaani nitafurahi sana nikimwona yule kaka na nikizipata pesa zangu. Yaani mimi shida yangu kwake ni pesa zangu, lakini kama iko sio fedha singekuwa na shida naye tena. Kwa hiyo nitafurahi sana nitakapomuona. Yaani nilipate zile fedha ili bado nirejeshe kule niwe na amani. Basi nikutoe hofu mke wangu. Cheupe. Ngozi nyololo. Unajua kiukweli nilikuwa nimeapa kutokupenda tena. Lakini kumbe kuna dunia nyingine ya mapenzi iko huku. Nikwambia mimi, lakini sasa mimi nikuache wewe nini tena wapi? Yaani unyama kama huo natoka hapa naenda kuoga. Mimi kwa nabebaga mandoo choki kwa kule naondoka. Lakini sasa hivi hapa nikipiga zangu tu raundi zangu 2 nadikia tu chup chup kuoga. Wewe baby bwana. Sawa, lakini kwa sababu nimekuruhusu jisikie nyumbani. Na mimi nimefurahishwa na wewe. Japokuwa nilikuwa na wasiwasi, lakini wasiwasi wangu umeondoka. Kama umeniamini na mimi nakuamini pia. Unajua nini? Ngoja basi mimi nikajimwagia maji ili niweze kwenda kuandaa mazingira. Kwa sababu hata kodi yangu ilikuwa inaisha mwezi huu. Kwa nifanye mchakato. Nichukue viungo vyangu na kigodoro changu kidogo pale nikakiuze. Afu ndani ya wiki nitakuja tunaishi wote hapa. Kwani mpaka uze godoro? Kwani unadai shilingi ngapi? Kodi ya nyumba mimi nalipaga shilingi 25,000, basi tena ni hela nyingi eti. Kumbe 25,000 tu? Sasa nyumba gani 25,000 na wewe? Sasa nyumba hizo za Uswahilini, yani kule sisi nyumba haina hata plaster, haina nini, haina rangi kule kwetu sisi. Na unaishi tu? Unaishi. Na maisha naenda. Basi mimi 25,000 nakupatia. Naenda kulipa alafu unachukua godoro lako
na vitu vyako unakuja. Awe. Nakupendaje mamangu? Napenda pia. I love you. I love you too. Hebu nikaoge. Ngoja nikuandalie mazingira ya hela. Haya basi baadaye. Weza Bwana. Kalisi. Kalisi. Tena. Oh, Devota. Be. Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari ya uzima? Nzuri, maendeleo yako? Binafsi namshukuru Mungu. Labda sijui kwa upande wako. Namshukuru Mungu, sijambo. Huonekani mpendo. Hapo nye kuonekana sasa? Ya, ni kweli sionekani. Hujaongopa. Ila kuna mambo ambayo yameingiana hapa karibuni. Wanipelekea mimi nisionekane. Haujaonekana wewe, hajaonekana mkeo, wote wawili. Ni jambo gani hilo lililoingiliana jamani? Ni kweli. Ni story ndefu kidogo, lakini kiufupi ni kwamba tumeachana mimi na mke wangu. Eti nini? Kawaida mbona? Tumeachana na Skola. We. Mmeachana? Mbona umeshtuka sana? Wewe. Huoni kama ni jambo zito hilo la kuachana? Hamna. Mkuwa serious bwana. Mmeachana kweli? Kweli tumeachana. Kwa sababu gani sasa muachane kweli jamani? Ni story ndefu kidogo, lakini kiufupi ni kwamba nilimfumania. Nilimfumania. Huyu Skola. Skola. Nilimfumania kwenye nyumba moja hivi ya bosi wangu mmoja hivi, alikuwa anatoka na mwanaume wake. Iliniuma sana. Okay. Wewe umemfumania au umesimuliwa? Devota bwana. Nilimfumania kwa macho yangu mawili. Okay. Naona hivi. Akiwa juu ya kitanda cha mwanaume. Sasa unafikiri mimi ningefanyaje paka hapo? Kwa sasa hivi tuna kama wiki 2 hivi almost. Mpaka sasa hivi sijui yuko wapi. Kwa nilimwambia tu wewe, kwa sababu nimekuta huku nyumbani kwangu usirudi. Kwa hiyo mpaka hapo jamani, hatuna mawasiliano, sijui anaishi wapi, sijui anafanyaje, mikasi yake mjini hapa sielewi. Kwa kila mtu kachukua msini zake. Hivyo tu. Sasa? Katika hilo umefuatilia hata kule nyumbani kwao kwamba labda kafika, labda alienda kwao? Yaani yule kwao hajaenda. Maana kuna siku moja amekuja pale nyumbani kutaka kuja kuchukua sijui nguo. Sasa shida kaja na mavurugu yake. Bahati mbaya nilikuwa na mtu mle ndani. Kwa hiyo ukitaka tena vurugu tena zingine, kwa hiyo nikampiga vibaya mno, kwa hiyo nikawa kwa mpaka sasa hivi yani yupo mjini, na Neema yupo mjini tu hapo. Kwa hiyo hajafika. Yaani mlipofika kwa kweli. Sasa ulimfumania, ukaamua kumwacha. Kwa nini hujachukua kwanza hatua ukamleta kanisani, ukakaa na wazee wa kanisa, mkayajenga kwanza? Ya Devota bwana. Umeamua kumwacha tu yani. Devota, unajua hicho kitu unachokiongea? Kila mtu anakuwa na mapokeo yake. Na namna ambavyo ile tukio limemgusa ndani ya moyo wake. Unajua Skola ni mwanamke ambaye mimi nilimpenda sana. Yeye unafahamu. Najua. Lakini mpaka tulipofikia hapa mimi mpaka ananiambia, afu kibaya zaidi alisema kwamba anakwenda kanisani. Ndio hivyo alivyoniaga. Alikuwa Biblia kama ya kwako. Yeye ameshika Biblia. Naenda kwenye ibada akaambia safi yangu nenda. Mimi katoka hapo nikaenda kazini. Kama unajua mimi shughuli zangu za kutengeneza mabomba. Nafika pale namkuta hapo kwa muone. Niuma sana.
Kwa hiyo nilipata jazba, nilipata hasira. Kwa hiyo nikamwambia ole wako, tunarudi nyumbani kwa sababu umeamua kunichiti, kaa hapo hapo. Lakini sasa mpendwa, unajua wewe ni mtumishi wa Mungu, neno unalijua. Hapo ilibidi utumie hekima. Sawa, usikute yani hilo ni jaribu. Mwovu naye kapitisha mkono wake hapo. Ujue yule mkeo Skola ni mwana maombi, ni mwana praise. Alikuwa ni mtu wa kuomba sana. Sasa wewe mwenyewe ni mwana maombi na unajua. Sasa katika njia za shetani za kuleta majaribu yake, kaona aingilie wapi katika upendo wenu. Usikute ndo njia aliyoiona kapitishia hapo mpendwa. Ilibidi utafakari kwanza, ujiulize. Yaani zaidi kabla ya kumwacha, ungechukua hatua ya kuja kanisani. Ukaongea na wazee wa kanisa wakakushauri, yamkini yani mimi naamini hilo ni jaribu. Unajua Devota, mapenzi yanauma sana. Unajua mimi mpaka sasa hivi yani kesi na mkufuru Mungu. Nawaza hivi, mimi Mungu kanipa fungu gani? Mpaka mimi fungu na kukosa kila siku. Lakini katika yote leo umeongea pointi. Yaani hapa ndo mnifumbua macho kidogo kwamba huenda ni shetani. Unajua mimi Skola toka nimeishi naye hajawahi kunipinga. Amekuwa akiniheshimu mara zote. Amekuwa ni mtu ambaye anakwenda kanisani, anafunga 3 kavu hali hanywi, akiniombea kama mume wake. Unajua mpaka na siamini kwamba ni kitu gani kimemkuta Skola. Nini kimemsababisha mpaka Skola anatoka nje ya ndoa na kunichiti na kunisaliti. Hapo ndo ukae utafakari, kwa sababu majaribu sisi tumeambiwa duniani tunayo ziki, ila tujipe moyo kwa sababu Yesu alishinda ulimwengu. Mapenzi yanauma sana. Yanauma, lakini mimi naamini kabisa Skola hajafanya kwa akili zake mwenyewe. Yaani naomba tu utafakari tena. Tafakari tena. Yaani hilo litakuwa ni lazima, hilo ni jaribu la shetani tu la kutaka kuharibu tu ndoa yako. Devota, naombeni mniombee. Napitia wakati mgumu sana. Yaani nitakuombea zaidi na zaidi. Ila naomba unipe nafasi nimtafute Skola niongee naye ili nijue na yeye kateleza wapi. Usimpe nafasi shetani. Ukimpa shetani nafasi atakuburuza. Devota, mimi sina shida. Nenda kamtafute. Ongea naye. Lakini kuna muda natamani kusema kwamba ongea naye, ila kuna muda natamani kusema achana naye. Inabidi sasa usamehe. Alafu naomba urudi magotini. Ongea na Mungu akupe moyo wa kusamehe na uangalie. Yaani hii ni mipango ya shetani kabisa kutaka kuharibu ndoa yako. Haiwezekani yule Skola akuchiti kwa akili zake. Yule namjua. Yule atakuwa kateleza tu. Msamehe. Samehe 7 mara 70. Ngoja nitajifikiria. Wewe kaongea naye kwanza. Jifikirie. Na sijui yuko wapi. Sijui alipo, lakini mimi nitamtafuta. Naomba nimtafute niongee naye. Tutengeneze hili, tusimpe nafasi shetani. Amina, mtumishi wa Mungu. Devota, mkwana nafurahi kuongea na wewe leo. Yaani huko nilikotoka kwa sababu ya hasira za mahusiano kuna vitu nishavifanya tayari. Yaani nishafanya vitu vingi. Hapo ndo pa kutafakari kabisa, kujua kwamba hiyo ilikuwa ni njia ya shetani. Kwa sababu gani? Haya, umemtimua mkeo, sasa hivi haupo naye, unafanya mambo mengine. Huwezi kutafakari. Tafakari.
neno la Mungu linavyotufundisha. Tafakari. Barikiwe sana Devota. Amina, ubaki na amani ya Bwana na mimi nitakuombea zaidi na zaidi. Uendelee kuwa shuhuda mwaminifu. Amina, amina. Nenda kamwambie kwenye akili yangu uko peke yake. Nenda kamwambie moto wa mapenzi ushafika kwake. Anivumilie, sitaweza kubashiri maumivu. Anivumilie, kupenda ni yeye, sababu natamani nisingewajua wengine hawapendi peke yangu. Natamani hawa wengine wasingekuwepo. Nataka nipende peke ya. Hivi nani anajua mapenzi? Hivi nani anajua kupendwa? Hivi nani anajua mapenzi? Aje anihurumie.